na Roho Mtakatifu anafanya kazi sasa hivi kwa wanawake na kwa wanaume. Mavazi ya Agano la Kale ilikuwa ni kanzu, leo kanzu wanavaa watu gani? Mimi sioni sababu ya wewe kuja kumhukumu. Tumeona house girl akimponya bosi wake kwa kumshauri. Mtu yote ambaye ana ukakasi kuhusu mavazi afuatilie Agano la Kale au watu wa zamani walikuwa wanavaa nini na leo wavae nini. Swahili Gospel TV inatuleta pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Shalom kwa Wakristo wote ambao wanaonifuata sasa hivi. Mimi naitwa Evelyn. Siku ya leo siko DRC lakini niko Tanzania, Dar es Salaam. Na leo nimepata nafasi ya kukutana na Bishop Lilian ambaye ni mkurugenzi wa kanisa la Jesus Community Pentecostal lililoko Ubungo Shekilango, ambaye tutakuja kuongea naye masuala yanayohusiana na mwanamke, umuhimu wa mwanamke katika dini za Kikristo. Lakini pia usisahau kwamba hii ni Swahili Gospel TV ambao unaifuata, na asante kwa ambaye tayari umesha subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Swahili Gospel TV. Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Amina, habari yako? Nzuri kabisa. Matumaini yangu unaendelea vizuri, uko sawa kabisa na umependeza zaidi. Na mshukuru Mungu kwa neema yake tuko salama. Unaweza kujitambulisha mwenyewe? Labda mimi nimekutambulisha kwa tofauti kidogo, afu mimi nimeongeza jina moja tu, lakini mengine huko labda unaweza kujitambulisha. Kwa jina naitwa Askofu Lilian Kadodo, ni mwanzilishi na muasisi wa makanisa ya JCC Tanzania, na tuko hapa Ubungo Shekilango. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake, natumika hapa na makanisa yetu yanaitwa JCC. Na mshukuru Mungu. Karibuni. Asante sana. Tulitaka watu wengi, labda itakuwa ni mara ya kwanza kwenye Swahili Gospel, watu wanakuona na wanakufahamu. Ningeomba ujitambulishe zaidi. Tunajua kwa kweli wewe ni bishop sasa hivi, namna ambavyo ulivyosema. Kwa kujitambulisha kwako, tutaka kujua wito wako katika njia ya Mungu ilikuwaje? Ujitambuaje kama una uwezo wa kuongea na watu, aidha Mungu, wito wako kwenye haya makanisa ya Kipentekoste ilikuwaje? Namshukuru Mungu kwa sababu mimi nimezaliwa na baba na mama ambao ni wachungaji wa Kipentekoste, na malezi yao na namna ambao nimekulia katika familia nilijikuta tu nikifanana na wao, na zaidi sana Mungu alikuwa akisema na mimi hivyo mpaka kufikia hapa nilipofikia. Lakini kitu cha msingi ambacho ningetamani tuongee leo ni kuhusu nafasi ya mwanamke kwenye jamii na kwenye kanisa. Na mila zetu za Kiafrika zinambagua mwanamke kwa style fulani na kumweka awe wa chini. Lakini ukisoma Biblia katika Mwanzo, neno la Mungu linasema kwa mfano wa Mungu alimfanya mwanamke na alimfanya mwanaume. Kwa mfano wa Mungu. Kwa mfano wa Mungu hakumfanya mwanaume peke yake, alimfanya mwanamke na akamfanya mwanaume. Na ukija mbele zaidi, Mungu pia akaja akamtengeneza awe kama msaidizi kwa mwanaume. Anapokuwa msaidizi kwa mwanaume, ni nafsi inasimama kwa mwanaume. Kwa hiyo unakuta mwanamke katika jamii, kwa Mungu na kwa familia ni mtu ambaye ana nafasi kubwa sana ukiangalia. Na hata katika familia zetu, mtoto ukiwa mzuri ni wa baba, lakini atakapokuwa ana changamoto yoyote, tatizo linaenda kwa mama. Kwa hiyo nilitamani niwaambie pia, wakati huu wa Agano Jipya, Mungu anafanya kazi na watu kupitia agano. Kama vile Agano la Kale wanatembea katika agano, na katika Agano Jipya pia tunatembea ndani ya agano. Na kwa sababu tunatembea ndani ya agano, katika siku hizi Roho wa Bwana amemwagwa kwa watu wote, kwa wanawake na kwa wanaume. Kwa hiyo kuanzia sasa hakuna tena ile tofauti kubwa sana ya kutumika kama mwanaume au mwanamke. Tunaona kila siku hali ikibadilika, na nafasi tukipewa kama wanawake serikalini, katika jamii, na wanawake wamefanya vitu vingi vizuri. Kwenye Biblia tunawasoma wanawake wengi ambao wamefanya mambo ambao hata wanaume pia
kuna wakati walishindwa. Kwa mfano kipindi cha vita fulani, kipindi cha Israeli, Debora alisimama akaongoza jeshi la wanaume, na wanaume wapo. Kwa hiyo tunawasoma wanawake wengi katika Biblia ambao walisimama katika nafasi zao, kama Esther, tunaweza tukamsoma Abigaili, tukamsoma Mariamu, tukamsoma Elizabeti. Hao wote ukifuatilia habari zao utaweza kugundua vile walisimama kama wanawake na walifanya nini. Na ukiashiria kwa wanawake wa kisasa, tofauti na hao ambao uliowataja kwenye Biblia, je, dunia sasa inamchukulia mwanamke akiwa kama bishop, akiwa kama mchungaji, akiwa kama kwenye huduma yoyote iliyopo katika huduma ya kidini? Watu, jamii na nje sasa hivi inawachukuliaje? Labda wanawake wanachukuliwa kama vitu, kama watu ambao ni muhimu kwenye jamii, na ukiangalia hakuna mahali patakaa watu pakakosekana mwanamke. Na asilimia kubwa ya sehemu nyingi wanapokaa majumuiko ya watu, wanawake wanaweza kuwa wengi hata kuliko wanaume. Na wanawake wamekuwa sasa na ujasiri, wamejitambua, wanaweza kujisimamia. Wanawake sasa hivi wanasoma, wanawake sasa hivi wanajisimamia, wanawake sasa hivi wanaongoza taasisi, wanawake sasa hivi wanasimama na mambo yanaenda. Kwa hiyo kile kipindi cha migandamizo kwa wanawake kimepita, na sasa wanawake wanajisimamia kiroho, kimwili, kielimu na kila eneo. Tunaona wanawake kila siku wakifanya vizuri zaidi kila siku. Na tuna ushahidi mwingi. Hakuna mwanamke wa Biblia na mwanamke wa jamii. Mwanamke wa kwenye Biblia ndio yule aliyekuwa kwenye jamii, na huyu mwanamke wa kwenye jamii ndio huyu yuko kwenye Biblia. Kwa wale wanawake wa kibiblia na wanawake wa leo hamna tofauti, maana roho ni yule yule. Lakini pia sasa kuna utofauti, na watu wa sasa hivi huzungumza kwamba mwanamke ambaye yupo kwenye jamii au kwa dunia hii ya sasa, kuna mengine madhehebu ambayo hairuhusu kabisa mwanamke kusimama madhabahuni. Je, hilo kama mwanamke, afu pia wewe pia unajua Biblia kama wale ambao walioweka zile sheria zao kwamba mwanamke hawezi kusimama kwenye madhabahu, mwanamke hawezi kufanya huduma yoyote akiwa kanisani? Siwezi kulaumu au kusema chochote kuhusu maamuzi yao, kwa sababu kila mtu anapofanya maamuzi ana maana. Wakati Paulo anamzuia mwanamke kufundisha, kulikuwa kuna mashindano ya wanawake ndani ya huduma, ndani ya kanisa, ndani ya jamii. Kwa ili kukomesha yale mashindano ilibidi aseme vile. Na ni muhimu sana unaposoma Biblia au unapofuatilia historia inayohusu wanawake, kuangalia alisemwa kwa mara ya kwanza kwa staili ipi na kwa nini na kwa lipi. Kwa sababu leo tukichukua yale maandiko ya Paulo, kipindi kile lile kanisa lilikuwa sehemu ya watalii, na tabia za watalii unazijua, wanaingia wanatoka, wanaingia wanatoka, kwa na tabia zile ambazo zimesimama. Kwa hiyo kwa lile kanisa kulikuwa kuna tabia ambazo zisingefaa bila kukemewa. Sasa huwezi kuzibeba huwezi kubeba hayo maamuzi kwa ujumla. Japokuwa wanaoyabeba wana maana zao, wana sababu zao, na mimi siwezi kulaumu. Lakini ukiangalia hata kwenye jamii, nyumba ambayo haina mwanamke si nyumba. Unaweza ukawa una jumba, una kila kitu, lakini kama una mwanamke bado unaonekana bado hujakamilika, na bado huwezi kupewa hata maamuzi fulani kwenye jamii kwa sababu unaonekana bado. Kwa hiyo mwanamke ana nafasi kubwa kwenye jamii, na zaidi ya yote inategemea pia wewe unamuonaje na yeye anajionaje. Kwa sababu wakati Abigaili, ni kupe story kidogo ya Abigaili. Abigaili ni mwanamke mmoja ambaye aliolewa na mwanaume mpumbavu, na yule mwanaume kuna vitu alivifanya, na mpaka mfalme akaamua kutoa maamuzi ya kuangamiza kizazi chote na familia yote. Aliyefanya hivyo ni mwanaume. Abigaili akajipanga, akatoka nyumbani kwake, akatoka na watu, akatoka na zawadi, akakutana na mfalme akiwa anakuja kutekeleza lile alilotaka kulifanya kwenye familia yake. Abigaili akapiga magoti, akaongea na mfalme, yani ile hasira yote ya mfalme na yale maamuzi ya mfalme yaliisha kwa sababu ya Abigaili. Na baadaye ile hasira ya mfalme iliisha, ile kesi ikawa imeisha, lakini aliyesimama alikuwa mwanamke, alitumia hekima. Kwa wanawake wamepewa hekima fulani ya kuona zaidi ya wanaume. Yani hilo hatuwezi kupingana nalo. Wanaume kuna vitu wanaona zaidi ya wanaume, na wanawake wana namna ambayo wanaume ambao hawana. Kwa mfano,
jambo ambalo mwanamke anaweza kukuambia usifanye, unaweza kuchukulia tu simple au unaweza ukadharau usifanye nini, lakini baada ya muda utakuja kugundua kwa nini alikwambia vile. Kwa hiyo mwanamke akipewa nafasi, na hata asipopewa nafasi, akijitambua, anaweza kufanya vitu. Kwa sababu kipindi kile cha Agano la Kale Abigaili alifanya kwa ugumu, na Debora pia. Ni kipindi ambacho kilikuwa kina mfumo dume zaidi, lakini wao walipojitambua walifanya vitu. Mpaka leo kina Esther, mpaka leo tuna habari zao na tunasoma kuwahusu. Kwa hiyo kitu kibaya, hata kama umesoma, hata kama wewe ni mwanaume, usipojitambua uweze kufanya chochote pia. Usipojiamini uweze kufanya chochote pia. Kinachotakiwa ni kila mtu ajitambue na afahamu. Na roho iliyoko ndani ya mwanamke ndio roho iliyoko ndani ya mwanaume. Hakuna tofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Na Roho Mtakatifu, hakuna roho wa mwanamke na roho wa mwanaume pia. Kwa hiyo kwa kifupi niweze kusema kwamba nafasi ya mwanamke ni kubwa, na ndio maana Mungu alimuumba mwanamke alipoona mwanaume hajakamilika bila mwanaume. Na kwa kumalizia zaidi kwenye nafasi ambazo watu wengi huzungumza kwamba kuna mavazi ambayo yanaweza yakavalika kwa mwanamke akiwa madhabahuni au akiwa kanisani. Je, wewe kama bishop, kama mchungaji, unazungumziaje hilo swala? Ninaweza nikaongea kuhusu mavazi. Ni vizuri sana ukawa mchambuzi wa neno zaidi kuliko kuangalia tu kirahisi. Kwa sababu ukisema mavazi, kipindi cha Agano la Kale wanapoongelea kuhusu mavazi hayakuwa haya tunayovaa sisi. Sasa ukichukua yale maandiko ya kule ukayaleta huku, kuna vitu ambavyo tutavimisi. Kwa mimi nisiingilie sana hilo, lakini ni shauri mtu yote ambaye ana ukakasi kuhusu mavazi afuatilie Agano la Kale au watu wa zamani walikuwa wanavaa nini na leo wavae nini. Kwa sababu mavazi ya Agano la Kale ilikuwa ni kanzu, leo kanzu wanavaa watu gani? Nikuulize mimi. Kwa sababu kwenye nafasi ya zamani, kwani mimi nilikuwa hapo, mimi sikuwepo. Kwa hiyo sisi mabinti wa sasa hivi tunajikuta kwenye kufikirisha kanzu ni gauni ndio alikuwa mavazi hayo. Leo nani wanavaa kanzu au wanavaa gauni? Tunavaa sisi. Basi. Kwa hiyo mimi hilo nisingetamani sana niliingilie. Natamani mtu asome vizuri, atajua tu, atajikuta tu yuko sawa kulingana na kusoma kwako. Na ni shauri tusiwe watu ambao tunakuwa wahukumu sana, tunakuwa watu kazi yetu ni kuhukumu. Sioni kama iko sawa. Kwa sababu hata kwenye Biblia tukisema ni kuhukumu, tumeona Mungu akiwatumia hata makahaba kuiponya nchi. Kabisa. Wakaiponya nchi, wakaponya watu. Tumeona house girl akimponya bosi wake kwa kumshauri. Kwa hiyo sipendi sana kuwa kwenye yale maeneo ya hukumu. Huko mimi sipo. Na kwenye mavazi kwanza, kwani mtu anavaa nguo? Anavaa nguo kujistiri. Si ndio lengo la kuvaa? Kwa mtu anapovaa nguo na yeye akaona amesitirika, mimi sioni sababu ya wewe kuja kumhukumu. Na labda mimi nimemaliza, sijui labda ungelikuwa na kitu ambacho unaweza kutoa kama ushauri, au kuna kitu chochote ambacho ulitaka kuzungumza lakini mimi sija kuuliza hilo swali, unaweza kaliongelea. Na tamani niongee kuhusu Roho Mtakatifu alivyomwagwa kwa watu wote. Roho Mtakatifu amemwagwa kwa wanawake na kwa wanaume. Na Roho Mtakatifu anafanya kazi sasa hivi kwa wanawake na kwa wanaume. Inategemea na wewe jinsi ambavyo umekaa au unatamani Mungu akutumie kwa ajili ya jamii yako na kwa ajili ya pale ulipo. Tuna nafasi nzuri ya kumtumikia Mungu sisi sote sawa, bila kuangalia mwanamke ama bila kuangalia mwanaume. Kwa sababu Roho Mtakatifu sio mwanamke wala sio mwanaume. Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa wote. Na nirudi tena mwanzoni kabisa pale tulipoanza, wakati anaumba alimuumba mwanamke na alimuumba mwanaume. Amesema Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kwa mfano wa Mungu tumeumbwa sote. Na kama mimi ni mfano wa Mungu na mwanaume ni mfano wa Mungu, sisi sote tunaweza tukamtumikia Mungu. Yeah. Amina. Nashukuru pia. Mungu awabariki na karibuni tena na tena.
Asante sana, tunashukuru. Tulikuwa na Bishop Lilian ambaye ni mkurugenzi wa GCC ambayo pia ni kanisa lililoko Ubungo Shekilango. Na tunamshukuru Mungu. Endelea kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Swahili Gospel TV. Mimi naitwa Evelyn. Asante kwake Christian Bjorge ambaye ni CEO wa Swahili Gospel TV ambaye anapatikana huko Norway. Lakini na wale wote ambao mnaipenda sana Swahili Gospel TV, msisahau kusubscribe, kulike na comment kwenye YouTube channel yetu. Bye. Swahili Gospel TV inatuleta pamoja.